Tumsifu Yesu Kristo. Leo ni siku ya tarehe 25 Januari mwaka 2026, tukiwa mwanzoni tu mwa mwaka huu wa 2026. Kanisa leo limeadhimisha Dominika ya Neno la Mungu ambayo ni Dominika ya tatu ya mwaka. Na mwaka huu ni tuko kwenye mwaka A wa kanisa. Katika vipindi vitatu, mwaka A, mwaka B, mwaka C, tuko mwaka A. Kwa nini Dominika ya Neno la Mungu? Mwaka 2019 Papa wakati ule, Papa Francis alitangaza Dominika ya tatu ya kila mwaka kwamba itakuwa ni Dominika ya Neno la Mungu. Itakuwa ni siku ambayo kanisa limededicate rasmi kwa ajili ya neno la Mungu, kukumbushana wajibu wetu wa Kikristo kuishi neno la Mungu. Kama ambavyo Dominika ya pili baada ya Pasaka imetengwa kwa ajili na imekuwa dedicated kwa ajili ya huruma ya Mungu, matendo ya huruma. Dominika ya huruma ya Mungu, Dominika tunaita Dominika nyeupe. Basi ndivyo ambavyo Dominika hii ya tatu ya mwaka imekuwa dedicated sasa rasmi toka mwaka 2019 mwishoni mwa Septemba ilitangazwa, ikaanza kuadhimishwa wa kwanza mwaka 2020 kwamba Dominika ya Neno la Mungu. Na mimi katika kuitikia wito huo nilitunga wimbo mwaka huo ukisema, neno lako Bwana taa ya miguu yangu. Ilikuwa ni tarehe 21 Januari mwaka 2020. Wimbo huu nilichukua maneno kutoka Zaburi ya 105 mstari wa Zaburi ya 119 mstari wa 105 na mstari wa 114. Na leo Father Aidan kwenye mahubiri yake kanisani hapa Thomas More Mbezi Beach, Parokia Mtakatifu Thomas More Mbezi Beach, amehubiri vizuri na kutukumbusha kwamba siku zote, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili ni siku za Bwana, ni siku za neno la Mungu. Lakini siku hii imetengwa rasmi, imekuwa dedicated ili sisi wa Kristo wa Katoliki tukumbushane wajibu wetu kulijua neno la Mungu kwa kulisoma, ili tuweze kuliishi, kulitangaza. Na kuishi na kulitangaza neno la Mungu siko kuongea na kupiga makelele au kufanya nini au kuimba nyimbo kama sisi wanakwaya. Hapana, sio hiyo tu, bali pia matendo yetu ya akisi, ya reflect neno la Mungu ambalo linasisitiza huruma, upendo, msamaha, utii, uchaji wa Mungu na mengine yote ambayo ni mema. Ndio asili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ndio asili ya kanisa. Kwa hayo ndio tunasisitizwa kuyaishi na kuyatafakari katika siku hii ya neno la Mungu, kwamba tukumbushane ili maisha yetu yote yaendelee. Basi na uzuri tunakumbushana mwanzo wa mwaka, basi manake mwaka huu wote mzima na miaka yote tuendelee kuishi hayo mema yatokayo katika neno la Mungu. Basi naomba tuimbe pamoja wimbo ambao mimi niliuandika. Unaimba hivi: neno lako Bwana, neno lako Bwana taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu, mimi nalitumainia siku zote. Ndiwe sitara yangu, sitara na ngao yangu, neno lako nimelingoja Mungu wangu. Miguu yangu na mwanga wa njia yangu, mimi nalitumainia siku zote. Ndiwe sitara yangu, sitara na ngao yangu, neno lako nimelingoja Mungu wangu. Unifundishe amri zako, Bwana unifundishe amri zako. Neno lako Bwana taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu, mimi nalitumainia siku zote. Ndiwe sitara yangu, sitara na ngao yangu, neno lako nimelingoja Mungu wangu.
niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Neno lako Bwana taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mimi nalitumainia siku zote. Ndiwe sitara yangu, sitara na ngao yangu. Neno lako nimelingoja, Mungu wangu. Shuhuda zako nazo ndizo furaha yangu, ndizo furaha na washauri wangu. Neno lako Bwana taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mimi nalitumainia siku zote. Ndiwe sitara yangu, sitara na ngao yangu. Neno lako nimelingoja, Mungu wangu. Basi Mungu atubariki, tuweze kulisoma neno lake, tuweze kulijua, kulishika, kulitangaza kwa watu wote, ili dunia ipate kuwa mahali pazuri kwa kuishi kwa kila mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuwe na siku njema. Asanteni.